unakula vibaya, ufuati utaratibu wa lishe vizuri. Ndiyo. Unakula bila kufuata utaratibu na hujui unachokula ni nini. Kitu gani? Okay? Ndiyo. And then unakuja unapata mfano, nitaongea kitu kimoja. Mtu anaumwa vidonda vya tumbo. Lazima ujue vidonda vya tumbo vya huyu mtu vimetokana na nini. Kabisa. Okay? Moja, je, amepima ana bakteria wa Helicobacter pylori kwenye vidonda vyake vya tumbo? Labda causative ni Helicobacter pylori. Na huyu mtu inawezekana ulaji wa vyakula vyake anakula chakula ambacho sio salama. Okay? Maandalizi ya chakula chake kikoje? Lazima tujue. Amekuja amepata contamination ya bakteria. Wameingia, wameenda kusababisha madonda ya nini? Ya tumbo. Alafu leo ni siku ya chakula salama duniani, usalama wa chakula duniani. Ndio maana upo hapa. Nashukuru. Kwa hiyo unakuta lazima mtu anauma vidonda vya tumbo. Lazima ujue, okay bana, umepima, ndio nimeambiwa kwamba na wadudu wanaosababisha vidonda vya tumbo. Okay, but how do you feel then? Hali yako wewe unajisikiaje? Bana, mimi nikifika muda fulani tumbo linauma, linaunguza moto hivi. Alafu kuna wakati nasikia tumbo linajaa, nashindwa kula chakula vizuri, nakula kidogo tu. Wakati mwingine nikiisha kula hivi nasikia kama kichefuchefu, najisikia kutapika. Okay. Hizi conditions zinakusaidia wewe kujua kama ni tiba ya vidonda vya tumbo, nitaprescribe mimea dawa ambayo ina phytochemicals. Labda niongee Kiswahili. Ina kemikali asilia ya mimea dawa ambayo inaua wale wadudu wa bakteria. Inaenda kupambana na wadudu wale wa bakteria ambao wamesababisha vidonda vya nini? Vya tumbo. Lakini pia lazima nijue, huyu mtu ameniambia ana tatizo la anasikia kama tumbo linajaa. Ndio. Na hivyo baada ya vipimo wamegundua ana asidi labda nyingi tumboni. Kujua mmea dawa huu una uwezo wa kuua bakteria yule. Haitoshi. Unaweza kuwa na mmea dawa unaua yule bakteria, lakini mmea dawa huo unasababisha asidi nyingi tumboni. Unanielewa? Nakuelewa. Okay. Sasa kama huyu mtu ana condition mbili, lazima huu mmea dawa haufai. Ndio. Hiki chakula anachokula kwenye lifestyle yake hakifai. Nitamshauri ale na hiki. Ili apooze hii asidi tumboni, ifanye nini? Ipungue, ishuke. Awe comfortable na ajisikie kwamba yuko vizuri. Lakini pia nitampa mmea dawa fulani ambao utamsaidia kuua wale bakteria. Sometimes unakuta kuna challenge. Labda mmea dawa ambao nimeugundua nikimpa atapona. Ni wa haraka sana kwenye tiba yake, atapona haraka. Lakini ikaja kugundua ule mmea dawa unapose side effect nyingine ambapo mgonjwa wangu atajisikia vibaya sana. Kulingana na nini? Kulingana na baadhi ya vitu ambavyo vimetokea katika tumbo lake, vikaleta maumivu zaidi kwake. Kwa hiyo itabidi nitumie mmea dawa mingine ambayo nitazunguka njia kidogo. Okay? Lakini nifike kwenye eneo la uponyaji apate kupona. Kabisa. Nafikiri umenielewa vizuri pale. Nimekuelewa vizuri.